Glock 7 on the line. Hey, Julie. Napita hapo ndani unambaia mahindi na unamwambia nyamaza. Best keeper I will never trust. Me I think the best goalkeeper in the world. Right now. Anyway, nimepatia credit yako Nicole. So imagine sasa alikuwa taka ya mboga. Sasa haizi kusaidia. Tunaona sasa baba akizaita majembe atipatane wanaona atatokea. Me I think unaenda hivyo. Lakini unaweza pata unaenda kujigaia. Sio uende kama mimi niende na mimi. Sio tujishikie kapota. Tukiendelea in the process of talking. This is Glock 7's podcast. Locked in, let the good times last. From dance all eat to keep up blast. Every beat, every chat hits fast. Glock 7's podcast. Agwan, big up wadau. So kuna stuff zimekuwa zikiraise hapa about politics. Unajua tunaelekea 2027. In fact after hii mwaka ni World Cup and then 2027 tension itakuwa ya nini? Uchaguzi. Sijui kama mmechukua kadi. Tuko kadi. Mimi bado sijachukua kadi but naendelea kuzingatia manzeni yani nichukue kadi. Sasa hivi watakataa hadi uingie nini? Sherehe wanakuambia kaa uko kadi. Hadi kuingia sherehe za chakula. Zote. Unaenda tu kila place hadi class wewe uko kadi. Kaa uko kupatana dates. Okay guys, there is this thing about raising political tension ahead of 2027 election. And then kuna Kenya is already experiencing early campaign session tension with analysts warning of increased political instability and possible unrest. Sijui nyinyi mnaona aje kuhusu hiyo stuff? Bana hiyo kitu ni ukweli actually. Kulingana hizo analysis zako hadi vile tunaenda sasa hivi. If you could ungeangalia kitambo around 2012 uchaguzi kwa 2012 2011 watu wako na tension kama sasa hivi. Sasa hivi campaign ishaanza. Ishaanza in short. Duration yetu tumepewa ya kuregister nini kadi ni long sana but comrade washaanza kukimbilia. But unajua ukiangalia aspirant unaona ni kama ni wawili. In fact nilikuwa nasikia wasi wakisema ati Matiang'i but sisikii ile unajua kuna ile ground unaweza sema yenyewe Matiang'i ametingiza mawacha. Sasa hadi in fact hadi nani? Sasa hatujui nani huyo alikuwa DP ni gani? Kwa jamaa hapa anatingiza nini hadi kuliko nani Matiang'i. Basa kitu yenye iko hatujui bado nani atakuwa opponent wa Kasongo hatujui bado. Je, bado hadi Rigathi bado juu watu wanasema huyu mtu as long as mwizi ni mwizi ashaikuwa huko akirudi bado ataiba. So hiyo ni kitu kingine but ukiangalia pia the other view unaona yeye ni ameshikilia mlima. So either yeye akue hapo ama basi akue ana support number 1 ule mwenye ataingia. Kani Matiang'i akue na yeye anatembea na watu kila pahali. Juu bila yeye hawezi toboa. Sijui lakini hakuna opponent yako strong size. Kulingana na mimi Kasongo na opponents hakuna opponent yako strong. Niwaza hata kura ikapigwa hiyo next year. Maana naona Kasongo akishinda. But wizi labda ushinde na wizi. But sasa hatutaki kuangalia ipo kwa ukiangalia sije ndio tukiwa jamani darudi. By the way hatutaki lakini statistics. What happens kama kirudi? I mean unaenda bring cloth. Unaona Kasongo akirudi? Mimi naona. Unaona Kasongo akirudi? Anaweza rudi but vitu itakuwa kama 207 mambo itaharibika then maybe kunaweza kuwa na re-election. Unajua kama chances unajua kama nani the late baba kama angekuwa hai ndio tungekuwa 100% sure Kasongo haingii. Ndio tungekuwa sure. Mbona? Because kuna ile sijui kama ulikuwa unaona ile aspect ya kwenda Kasarani na kwenda Nyayo Stadium wakati wa nini wa last minute ya manifesto last minute ya kwenda kuangalia ni nani. Uliona Kasarani kulijaa na Kasarani ni kubwa kuliko Nyayo Stadium. So baba alikuwa na tension. Alikuwa yani ametingiza ukapata kila mtu tu anasema ni baba. But at all I would prefer unaka baba na Rigathi ungeshikana.
ilikuwa Kwanza venye Rigathi anapeleka Ruto na Ruto sahi. na huyu mse wa Safran. But sasa shida nayo huyu jamani mjanja. Ni msharp. Kuingia hapo kwa ballot sometimes discouraging though, but wacha tu this time. Kitu ninaona saa hii ningezafanya saa hii mambo siende venye imekuwa. Saa hii jenzo wamekuwa monitorate. Wamekuwa watu wajanja. So unapata mtu hadi mwanasiasa kuja kuongea unapata jamani za crime every word unasema akujia akupinge tu na hiyo kitu unasema. No, sijui kama mshiona Kasongo atumiangi hadi nini. Hakuna mahali anasomanga. Vitu zote zinatokanga kwa akili. Yeah, just squeeze ukienda kusoma, watu wana research tu, wende word by word. Akwambia we have built nini wapi? Tunaenda Singapore sema tulifika wapi. Kasongo hadi kama kuna project inakuja, ataipeleka hapo na ataje exact words zenye ziko kwa hiyo project. Hadi amount ya pesa zenye zilitumika nini atazitaja hapo. Yeah. Sijui mnaona tukifika cho Singapore. Singapore hiyo ni ekaya bana. Singapore. Lazima tunahitaji nini? Tunahitaji budget ya 5 trillion. Kwenda Singapore. But Kenya ndio na pesa. Budget ya 5 trillion. Tuko na pesa na tuko na madeni. Corruption. Na bado tuko na madeni. Unajua kama China ingekuanga wale watu wananga roho sasa hivi unadhania tungekuwa. Kenya ingekuwa ishakuwa ocean. And then sijui guys, talking of hiyo raising tension ahead of 2027 election, kuna hii concern ya the after effects of Gen Z protest, that is between 2024 and 2025 are still shaping public discourse. So it's like hii stuff ya Gen Z tunaweza sema at first ilipotea, ndio? But then saa hii June 2026 tunakuja 2027, at least unaanza kusikia Gen Z wameanza kuamka. Ni kumaanisha hawajasahau venye walifanyiwa. In fact hadi saa hii clips zimeanza kukuja juu like wanataka kutoa Kasongo. Actually I was so much impressed last week kutoka tu university. Comrades walienda wakaandamana pale kwa commissioner akisema mnasema tuongojea hadi that year tuchagua tu register kadi. Na actually I didn't nilikuwa among them actually but unaona bado ni mapema, si ni mapema. So that means hadi ukisikia watu wakiongea wanaongelea mambo ya nini maandamano ya last year like kitu bado ina oppress wewe tu unasema the bible kitu bado inawadunga. Unakumbuka yani mtoto wa mboga na wao na tunapati haki alafu mnaniambia tuongoje ile 30 actually wana feel kama hiyo next year tu hii wamtoe. Mimi nilikuwa nachuka huko walienda mapema. Walienda kuchukua kura mapema bana. Day one public polls sijua ziuko. Kumefungwa sasa wanaanza kuuliza. Sasa na mnasema tupige kura. Iko wapi? As long as watu wanataka kuvote, wanafaa kumbuke wafai kuvote na emotions because that is how tunapata bad leaders. Because hii mambo ya killings ni kitu imeanza way before, si kitu yenye imeanza sasa hivi. So like kama tunataka good leadership we should do away na watu wenye wamekuwa kwa serikali kwanza kitambo. Okay. Ndio at least tunaweza pata change. But what I would say kitu inafanya sasa emotion ikuwe more uprising. Jua emotion ya kitambo kama ya 2007 Gen Z hiyo time hawakuwa more epic, hawakuwa na ile right ya freedom of speech kama sasa. Sasa hiyo wana express vizuri like uko na ile power au gope mtu anakuambia hadi akitaka kuniua cha kuja ni. Talking of few more tukiangalia big angle is Kenya entering another cycle of pre-election unrest? Like kitambo ilikuanga ni Kibaki mwenye hapo influential, but saa hii kuna ile political cycle ya ati Gen Z wakitaka kitu wanapata. Saa hii si ati tunataka ati jeshi tukomanda ati tufanye. Gen Z sisi tukitaka kitu tunapata through hiyo kugoma yote venye baba ametupeleka kukataa. Kama uongozi ni mbaya tunakataa. So sijui nyinyi mnaona aje? Tunataka mtu wa implement manifestos yake. Tunataka hakuna haja useme hizi manifestos then hadi uzi implement. Kama mwingine hapo bottom up. Bottom up lakini saa hizo uchumi inafinya mama mboga. But silikuwa nasema ati sijui after maybe akiingia after 2 years mambo itabadilika. Sasa hiyo mambo yatabadilika. Zizi but it is true aliachiwa serikali kwa mikono mibaya. Hiyo time unga ilikuwa pesa ngapi? 100 ilikuwa before ingie.
Oh, 50, before yeah. ingie. Yeah. Wewe uongo. Before ingie Unge ilikuwa 100. Ile time yenye Uhuru alikuwa anatoka yeye ndiye kuja ingia. Ulikuwa pesa ngapi? Buda la achana unga. Jumi mimi sikuwa najua Jumi hiyo sikuwa na buy. Kwa maana sasa hii mayai ni pesa ngapi? Yai moja. Chukua reality kwanza yai moja ni how much? Yeah, sahihi. Nenda kubai yai moja naambiwa 18 bob 235. Na unataka kulaumu Kasongo pia kwa hiyo. Si ndio? Wewe. Sasa because sipotange vile. Lakini mimi mbona naona ni kama okay, alishukisha ile unga yenye alikuwa anasema. But tukienda mahali pengine, unajua sasa tukifika kwa mafuta ni kali tufunga macho. Yeye amefupisha chakula, but amepandisha vitu zenye zinaleta chakula. Yeah. Tuna make sense. Yeah. Amefupisha chakula, si tunaona tu vizuri. Sijui tunakula kila siku. Actually acha niwaambie. Saa hii Kasongo kwa ile face ya kuziba watu macho. Acha niwaambie. Juzi like few months ago alikuwa kipia watu nyota. Nyota Yeah. fan. Hiyo ni kuziba watu macho. Si kuziba watu Cause macho. acha nikwambie. Gen Z expect kama mindset yake Gen Z amepewa that kianzishe kazi si so expect Gen Z na alisema atakuwa na phase 2 phase 3 and even phase 4 na actually kama mjui hiyo vitu ni loan hizo vitu ni loan For me naona because walikuwa wanasema hiyo nyota project ilikuwa tangu kitambo ni ile enzi za kina Uhuru walikuwa wanakula ile pesa like hawakuwa wanapatia watu venye ilikuwa inafaa. Kuna zile levies ile yenye imetumia kujenga bomas. Watu walikuwa wanajua kuhusu hiyo levy. Yaani ni kumaanisha ile the past regime ilikuwa inakula pesa nyingi. Hata kama watu hawaoni but hiyo past regime yenye ilipita serikali ilishinda wasi but kuna ile wizi yenye iko juu and watu ayo affect watu. Ukiona unafika baledi na huwa watu tujuu make authority. risasi ya mguu. Risasi ya mguu Kama wanaiba like kama wanaenda protest. Constitution inasema hivyo. Constitution inasema hapo ati wewe ukinipata but nini polisi yako na haki. Hiyo clip ya kupigwa risasi ya miguu. Ni right but ufai kushika mali ya mtu because yeye hapo ndo penye watu wengi wao wanaharibu kwa polisi wameharibu. Uliona aftermath ya hiyo nini hizo protests like watu walikuwa wanaelewa sio kubiwa kumevunjwa sometimes pia tunalaumu polisi but kama stuff ya kupigwa risasi ya mguu nataka producer atuweke nini audience waone hiyo stuff ya kupigwa risasi ya mguu like alisema intentional ama ilikuwa ni kama anataka command. Ilikuwa intentional. Then after watu wameanza kuzuazua ndio akasema ati yako sijui anamaanisha ama nini. Tutekee watu waone. Producer atuwekee hiyo tuone. atatuwekea Kwanza hiyo clip hadi sijui imagine mtu akwambia nitakupiga risasi. Ni kuingiza watu uoga. Sijui kuna alafu swali wewe kiasi bisogwe unasema ati ufai kushika mali ya mtu sio? Unakumbuka ile Tanzania walikuwa wanapiga nyumba za watu Githurai pa mtoto ana dedi unataka kuniambia hiyo bado ni kitu yenye imekuwa since hata hiyo ni regime ya Uhuru. Nakumbuka nisikia na baby anaitwa baby Pendo ama ni nani yule mwenye aliuawa Kisumu huyo mmoja uliona ilikuwa enzi hizo like hii brutality ya police ni kitu imekuwa tangu kitambo ndio maana nilikuwa nasema sasa literacy inakuja hapo. Sasa yeye akitoa order like police when wana execute sometimes wao wana overdo na kuna an independent body ilikuwa ile IPOA sijui kama mnaijua. Nataka mniambie na mambo ya Subaru. Mnaona aje kuhusu Subaru? Subaru sometimes mimi naona ni kind like watu wanga sijui niseme aje like wana exaggerate. Kuna hii kesi ya Rafael Tuju sijui kama mnamjua. So mse alikuwa inaripotiwa sijui alikuwa abducted. Only
after some time polisi wakakuja wakapata mzee alikuja akajiabduct mwenyewe ndio arushie lawama serikali. Na wewe uonangi nikawa na abduct mtu then wanakufinya. No, hawezi kufinya. Unafinywa ndio kutoka. Kuna huyu MCA mwenye alipretend kwa Sunday. Amepretend at least amekuwa abducted and then after 3 days akajitokeza. Nasikianga TCG ilikuwa pretend. Nataka producer pia tuwekee hiyo. Akicheza kuna ile clip ya Rafael Tuju akilia. Kwa nini kwa police station? Wafa mweke hiyo ndo muone yenyewe hiyo like ilikuwa ni plot but ni plot yenye hawakuicheza vizuri. Yeah. Ai bana, hii politics. And then kuna is the oppositions collapsing or reinventing itself? Opposition. Kumbuka tulikuwa na Azimio la Umoja. Na Azimio la Umoja, remember mwenye pile ilikuwa imeshikilia Azimio la Umoja ni baba. Sasa hii tuko na nini? tuko na hiyo ODM. Kwanza tuko na ODM. Na ODM bado sijui nani alisema ata support nani ODM na UDA wako kitu kimoja under broad based. Sijui mnaona aje kuhusu hii opposition yenye iko sahi. Mnadhani inaweza toa UDA kweli? Actually ina depend na venye coalition yao itakuwa. That's when niko na kushow. Nikiji akishikana na Wetangula Matiang'i mashikana na Kalonzo. Hawezi niambia Kalonzo ataongoza bila support ya Rigiji. Unaona? Hadi sasa prefer. Unaona ukipata mtu kama Sifuna. Sifuna sasa ile ndio ODM. Wakizashikana hao watu, hao ndio tu wanamuweza. But George atani kwa mbili kitu moja for a fact. Si ati naringa kwa sababu mimi nimetoka Murima. But Murima plays a very huge impact kwa uchaguzi. Hadi ukiangalia ilikuwa imetoa very many votes. Yeah. So nadhani unaona Ruto alikuwa mjanja. Hadi Rigathi anasimanga alikuwa mjinga, alibeba ufala. Alitafuta kuwa vice cause si ati hadi alikuwa anampenda. Alikuwa anaona huyu kura mingi watu wa Murima wanamsikia sana kuliko Kindiki. Hadi hiyo time si ati Kindiki hako UDA. Si alikuwa UDA pia hiyo time. But alichagua kwa Rigathi. Rigathi anajiona sana na watu wa Murima. Anaona Murima si tushasema mambo tushaongea. Actually mimi nimetoka huko Mathera huko. Alikujanga akaleta MP akasema aje mimi nimemleta ni kijana yangu. Si ni hivyo huyu kijana akutoanga hadi cent ya campaign cause nani Rigathi na Ruto wameshikana. Na Murima imesema so kijana tu alikuja kusema si nimesikia nimeletwa na mzee nafanyia kazi akaingia. So Murima plays a very huge role. You don't think kama Murima iko ina play a huge role because 2007 Raila alipita na hizo kura za watu wa Murima and then wakamanage kuiba kura zake. Umesema alimanage kuiba na kura za watu wa Murima. So that means pia watu wa Murima walimpea played a part. They played a part. Yeah, lakini sisi nasema nazungumzia ile ya 2007 because ya 2007 hakuna yani watu wa Murima hata kama alimpatia ni kidogo, acha ni ya juzi ya matakano. But hata kama alimpatia but Kibaki did lose by the way. Yeah. Do you think the upcoming election? Do you think the upcoming election will be measured on coalition, the influential coalition and the strategic coalition, ama itakuwa based on survival? Like nataka nichague huu leader ndio ni survive vizuri, ama nataka nichague huu leader juu watu wengi wanamchagua. Nyinyi mnaonaje? That's a very good aspect. Mimi naona sasa watu wengi wanachagua leader because watu wengi wanataka kumchagua. Hii ni mindset ya Gen Z ati juu because Ruto aliua hatumtaki. Yeah, so kutakuwa na mass vote. Hawajui kama mimi tutamchagua je. Huyo tuko sure haja hata tuua. But what I can tell even the fans like now actually that tusifanye uchaguzi ati kwa sababu ya kuliwa pekee. Mkumbuke pia wenye wako huko next atujui atakuwa. But what we should now fight for how tuchagua ile viongozi watatusikiza. Ule mtu anasema mimi nikikuja nikiingia tawajengea barabara na akiingia anajengea barabara. That's what mimi according to me that's what I can say according to me. Shida ni kila kiongozi huwa anasema hivi. Kama we can elect new leaders at least tunaweza toa hii past regime because ukiangalia mtu kama Matiang'i akona ile scandal ya kuwa watu wakana. Kalonzo amekuwa deputy president hata road ya kwenda kwake ya kujenga bado ni vumbi unaona. Yeah, so I think it's time we try new things. Sasa niulize mkiangalia what Ruto has done
and what Uhuru did in terms of, nataka mniambie, in terms of transport, in terms of mega projects and China influence, in terms of health facilities, mambo na SHA nini, unaona kama Ruto amesaidia ama ametuzidi? Mimi naweza tetea, kuna vitu naweza sema, acha nisengenya, najua ya SHA. Huyu kijana huyu mzee ametufinya wewe. Unajua Uhuru alikuwa ameleta mambo ya linda mama, watu walikuwa wanajifungua tu free. Sasa siku hizi wewe unangarabika hadi hiyo mambo. Alafu pia SHA umeongezea hadi price, like I feel that na watu wana complain ati wanatolewa house levy kwa nyumba hawakai. Hiyo affordable house. Unapata mtu amejenga kwake, ako na nyumba kwake, alafu anaambiwa ati alipe house levy. Even I wish tungekuwa na lecturer hapo. Kuna lecturer head show hapa, I guess 40% ya Kenya nalipwa. Niendanga kwa taxes na hizo vitu mingi. Wanakatwa hizo levies, taxes, levies, hizo vitu zote, hizo NSSF, SHA, hizo zote. Imagine ukikatwa mwaka mzima mambo na hospitali na kila siku utaiugua. Sasa unaniambia, but as for me, mimi naona nikaa nafanya tu vizuri. It's not bad. Because tunataka kwenda mahali. Tunaanza aje steps kama kuna vitu zingine hatuwezi fanya. Tunataka kwenda Singapore, but tutaki kutengeneza affordable houses. Watu wataki kutoka kando ya barabara na umejengewa market hapo kando, but wengine wataki sijui kutoka kando ya rivers. Unajua kuna some politicians wanachukulianga advantage. Unaona mwingine anawaambia sijui msitoke hapo, na wakati tuseme kama maybe kutokea floods, nyinyi ndio mtakuwa kwanza. Acha nikuulize swali. Tuseme mtakuwa watu kando ya kando ya barabara. Around let's say 150 people. Unexpect to enda waishi wapi ndio ujenge hizo nyumba za? Kulikuwa kuna soko hapo kando imejengwa. Waliwangeka? Yeah, Githu kulikuwa kumejengwa soko hapo kando. Sijui kama uliona. Githu right? Yeah. Na huko kwingine kwa like lazima tukuna vile tu like wanafanya, yani kuna some alternatives. Barabara si mahali si public space ya mtu. Barabara ni mahali penye ni government land inapita. So it does not give you a right kwenda hapo kando na kufanyia hapo biashara yako. During last year kulikuwa na instance ya kwamba like karibia wanama sijui 15 waligongwa kwa gari kando ya barabara as a result of lose control. So it is dangerous, but watu wengi wakisema watu wanaandika wanaelewa. Okay, let's move to cost of living, taxes and economic pressure. So hapa juni ni comrade, lazima muongee venye mmefikiria. Sasa mtete. Okay. I have two questions. Are taxes choking Kenyans or saving the economy? And then debt versus development, is Kenya over borrowing? So tuanze na hiyo ya swali moja. Are taxes choking Kenyans or serving the economy? Ukiangalia government pushing tax reforms and revenue expansion to manage debt. Kila mahali ni ushuru, KRA, ushuru. Hadi mtu akipatiwa help bana bado ni ushuru. Hiyo 500 bana. Hiyo 500 inatolewa bado ni ushuru. Unalipa ushuru na hadi bado una ID. Una imagine. So is Kenya are Kenyans being choked by this overtaxation? Yeah. Hapa ningesema ni kweli. Unapata mtu sema alikuwa amezoea certain lifestyle. Lakini ndio uchumi. Mwanzo anakata tax nini over tax mtu hadi anamfinya. Inabidi amerudi to a certain level ya maisha yenye haiziishi. Kama sasa venye fuel iliongezwa bei juu ya tax. Unapata tuseme mtu wako amezoea public transport. Sasa amerudi mtu nini. Okay, let me give this an instance. Nimepatana na jamaa huko tu. Rafiki yangu ametoka TZ. Hatuongelea mambo ya TZ, but alikuwa ananiambia the cost of living huko iko so tough. So high, such a way that mtu anang'ang'ana sana kustruggle kupata 100 kulingana na yeye effort yenye anafanya kitu TZ. Alikuwa ananiambia huko like kuna hadi vijana wanafanya kazi ya kubeba luggage kutoka supermarket hadi kwa gari analipo 200. Huku unaweza pata kazi kama hiyo labda ulipe mbao. So unaona like alikuwa na feel like the level huku una struggle sana kupata kuwa ana living than huko.
Kwani ni cause ya taxes. Juu hadi shopkeeper ndio kuja kulipa mbao kumbebea mzigo. Mbona anaona akilipa 200 hakuna faida atatengeneza. That's why. So the cost of living is so high. I don't know ni kwenu mnaona hadi kulingana na the economy. It can be saving the economy na hatujui. But kama economy inasaidia tunafaa kuona. Nikuulize Beth, tumekaa sasa tuko 4 years, this is the 4th year, ndio. Angetunyanyasa the 2 years, alitunyanyasa vizuri, alikuwa ataka akaongezea unga ikakuwa 250 anga nini. Sasa tunafaa kuona outcome. Sasa so far tulimweka, ndio ametutesa 2 years. Alafu sasa tuko the 3rd year na the 4th year. Tunafaa kuona outcome. What has he brought now? Hii tunaweza ona affordable housing kata ilisaidia watu kwa jenga, watu kwa slums. But inasaidia ndio mtu kutukana, mtu akosoma huko Wajir anasaidika aje. Yeah, that's why nataka umtetee. Robin, hebu acha nikuulize swali. Kenya is also negotiating a new IMF support amid debt concern. That is kukopa China. So unaona kama tukikopa tena nini finance bill na mambo za overtaxation zitapanda juu na tutakuwa tumefinyiliwa. As for me, I think tukikopa hiyo pesa tuitenda kwa corruption. There is no need ya kukopa. Do you think these people are benefiting themselves rather than benefiting the fellow Kenyans? To me, I can say, politicians wote anyways. That's one fact of it. Hadi ukiingia utakuwa mwizi. Hadi mimi nikiingia tu sasa kulingana na viliko. But ina depend, nikwambie, Wakenya ni watu fani sana. Binadamu ni mtu fani sana. Haya, umekuja ukasema aje manifesto yangu nikikuja shule nitaongezea nitaweka tiles, ndio? Haya, uniambie hiyo county. Let me understand the county. County iko na governor, iko na senator, iko na MP, iko na MCA. Kwa hiyo ndio. MC amesema health, ataongezea health. Senator amesema health. Nani amesema ukulima, governor na MP ukulima. Sio? Huo ni watu wawili na share role moja. So na unapewa kazi pesa na Senate, NGCDF. Au kama ni mjanja au just be wise, unaenda unajengea watu tiles ni bilioni kama 2-3. Hizo pesa zingine unakula. Unaona? But sasa kama unatumia hizo do alafu unapewa pesa zote unakula. That's why hapa ndipo inafanyanga Kenya wakasirike. Okay. Tukiangalia wanaona iko wise instead ya kwenda like kuchukua loan like kama cash. Wafanye kama like so unataka kutengeneza barabara kitu kama 1 km ama 20 kilometers hivi. Instead ya kuendea cash like waendee labor na materials za kujenga. Then wakifanya hivyo like hakuna pesa itakulwa ama nini. Sasa transportation itahinda sana. Transportation itahinda sana. Tukiangalia according to the achievement tunasikianga every now and then Kibaki alikuwa influential na Kibaki alileta impact. Ndio. Uhuru not that much than Kibaki but at least alileta kitu. Kibaki alitengeneza barabara. Alitengeneza highway ya super highway. Kibaki Uhuru na yeye ameleta hadi mambo na train, SGR, free expressway, free education. Secondary education ilikuwa ni ya Kibaki. Primary ilikuwa Kibaki. Secondary ilikuwa na Uhuru. So education Nayo, wanasoma wanalipa mimi. No, hiyo ilikuwa ni ya Kiharu peke yake. Nimesoma day school. Kwani kulikuwa unalipa fees? But wewe mostly ulikuwa unalipa equipments zenye ziko kwa shule. Unalipia kama ni activity kama ni chakula unalipa. Hiyo yenye mmeona juzi ilikuwa ni huyu nani wa Murang'a alikuwa anaitwa Ndindi Nyoro. Check ilikuwa inalipa finga. Ulikuwa unalipa finga. Yenye mimi nilikuwa nalipa 18,000 day school. Ngoja. Wewe. Labda paia. Maybe 18,000. Ilikuwa iko na 3 terms. Okay. Paia nadhani 18. Looking at those achievement na uangalie Ruto. Nataka mniambie katikati ya hawa watu wote nani tunafaa kumrank first, nani tunafaa kumrank second na maybe third. And then tuangalie aspect ya Kiharu MP. Tuangalie what Kiharu MP has impacted. And remember Kiharu MP
has been there. Amepatiwa more time to serve and ameimpact kitu inaonekana. So sijui mnaona aje kuhusu. Haya, wacha kwanza tuongelee on my part ya kuwa compare into ranks, alafu utanipe chance niongelee hapa. Sawa. Haya, into ranks I will put mimi Kibaki first. Alafu Uhuru. Oscar Songo mwisho. Because Kibaki, kitu kingine Kibaki alifanya, hizo vitu zote alifanya, si zilikuwa influential. Hiyo mnazoona. Kitu yenye Uhuru alifanya yenye mimi na Mbanga. One positive thing I love about him, za Kibaki mingi, aliacha, watu wanasemanga ati Uhuru aliacha loan mingi. But ukiangalia vitu mingi zenye Kibaki alianzisha, nani aliendeleza? Uhuru aliendeleza. Kibaki alianzisha project mingi ameanzisha, Uhuru akaendeleza. Nani alitengeneza private road? Hizi nini? Hizi za kulipia. Ni yeye. Nani alitengeneza Uhuru? Mombasa road? Ni Uhuru bado alitengeneza. Yeah, but hizo zilikuwa plans za Kibaki kuziangalia, hakuja kuziendeleza. So that's why I give them up to him. Yeah. But sasa issue nyingine ni hadi yeye wizi ni alianzisha. Actually Uhuru ni alianzisha wizi. Hizi vitu wizi vingi ilianza after ameingia regime yake. Can you compare Ruto and Moi? I don't know dictator bana. Tunasema tukiangalia na economy. Tuangalie na economy. Economy ya Moi na economy ya Ruto. Acha nikwambie. Kitu yenye Moi alikuwa anibamba nayo, alikuwa na value education. Let me tell you by kitu ukitaka kusaidiwa Kenya, kwanza watu wenye wametoka kwa mambo background, support education. Ndipo nilikuwa nataka kuja kwa Kiharo, but acha niachane nayo sasa. Moi alikuwa anapewa watoto maziwa. Za mama yangu alikuwa anapewa maziwa, alikuwa anakuja mnamwibia, mnapewa maziwa, mnapewa vitu like mkienda bara. Alikuwa anapenda sana athletics, ana support talents za watoto. No, so that's the only difference between him and Kasongo. Sio na Kasongo ameenda hapa plus Moi alifungua mashule mingi, unaenda kusoma Moi nini. So Kasongo is after 18 years hapo kwa hii generation iko nje. Bazingati generation iko shule. But mimi naona aje. Like si kwa mbaya, lakini nikaona au ni past leaders to compare na present size. Maybe wewe hajamaliza kila kitu yenye ilifaa implement. So like naona like hakuna haja ya comparison. Actually nasema hivyo ni ati hizo regime za Moi vitu mingi haziko introduced to Kenya. Kitu kama technology, impact ya AI, haungesikia kitu kama hiyo that time. So vitu zenye mingi alikuwa na focus nazo ni chache kuliko zenye sasa Ruto ana concentrate nazo. Sasa za Moi za Ruto ni nyingi, hadi kama na mpinga yako na vitu mingi anafanya nazo. Siku hizi kuna influence kama hiyo ya literacy. Moi alileta ile vita ya kutaka kusomesha watoto, kwa sababu siku hizo watu wamekuwa janja sana. Mtu kama Babu Owino huwezi ile kumletea hapa vitu bila proof, bila kumletea logic inakaa. But time ya Moi alikuwa kusema, yeye akisema amesema. So unaona, but Ruto ametupandishia hell, ambati hell kubwa. Basi nikuuliza, tax bado inaendelea. Bado unga bado iko juu, pia pombe walevi kunajua imepandishwa pia bei. Sasa unapata uongezea pesa but ni kama tu inarudi. So it's something that is benefiting the government. Tuangalie Kiharo. Thank you. Thank you. Mimi naweza sema kitu ya Kiharo. I have a friend mwenye anatoka Murang'a. Aliniambia kitu nafanyanga watu wa Murang'a watu warudi. Ukiangalia time ya kutoa Rigathi, wote walivote no. Wote wa Murang'a. Si kweli? Kwa nini? Cause lengo yao na Rigathi inafanana. Rigathi ana support masomo na wakulima. Murang'a is a county that iko na mostly population kubwa ni farmers. Si kweli? So wealth yao mingi ni ya maybe pesa and maybe masomo ama chakula ama ukulima. Sasa ndio unapata Kiharo kitu inaweza mimi hadi nikoshua saa hii Dilinyoro nataka kufanya next year advertise campaign. Si nimefanyia kazi hivi. Kwa nini si ati hadi ya ibadi pesa? He's a very sharp economist, anajitanga economist. Pesa yenye amepewa anajua hii ni ya wizi, hiyo itanifanyia watu wangu kazi. So niliwa promise shule mimi wote na kulipia hadi shule. Kwa hiyo itanicost nini kulipia watu wa day school? Si 80,000 nimekokea sasa kama 80,500 per term ni 1,500 anakata.
anasema hiyo pesa yote imagine sasa wazazi wamesikia aulipi hiyo 18,000 nalipa 2,000 kwa 3,000 utakosa kuchagua huyo msee. Huyo msee ako na pesa hizo, pesa hadi up to the analipia disease, si mshahara yake hadi hiyo ni mshahara maybe NCDF. No, that's why I would say Kiharu, if kama pia president wetu anaweza kuwa kama Ndindi Nyoro, mimi naweza taka huyo ni mtu anaweza peleka Kenya mbali, anaiba lakini anasaidia watu wake. So unaona Ndindi Nyoro kuna time atakuja kuvaa presidential seat. Yeah, actually aliulizwa kuna siku alikuwa Citizen TV, akaulizwa yeye akasema hajui. Unajua tu wenye wanakuangana vizungu wakiwa na Babu Owino, wakasema hajui, but maybe your time ikifika maybe watajua, but wao wakishikana Babu Owino kwanza watoko top notch. So Ndindi Nyoro is the leading MP. Yeah, alafu alikuwa na Babu sasa amemfuata. Anafuata na Babu Owino. Yeah. Hadi washaitwa by the actually cause Kurankio hivyo. Yeah. So when you look at politics, talking about influential, unapata kitambo watu kuanga na technology, watu kuanga na mambo na yani mass media to influence people. Hiyo time ilikuanga ni mimi kuconvince watu kama naweza. But sasa kuna TikTok, sasa kuna YouTube, sasa kuna like kukua influential si kitu ngumu. Hadi Ndindi Nyoro sasa akiweza taka kuwa president, through the help of the technology anaweza kuwa haraka sana. Babu Owino, yani hadi mtu amke leo, hadi Matiang'i aamue the last minute anataka kuwa president, kura zake zinaweza panda, si ndio? So ni ukweli. Do you think that Gen Z ndio the leading opposing candidate of the current government? Leading opposing candidate. As long as sisi wote ni Gen Zs, but kuna kitu moja hatuwezi kataa. Sisi wote we all come from different ethnic groups. Unaona? Na tribes, kuna Wajaluo, Wakamba, nini, unaona? Sasa kuna hii kitu ilikuwa ikikuwa kwa Kenyan politics, like watu wanapiga kura wakiwa block. So tusisahau hiyo kitu, kama watu hawatatoa hiyo mindset ya kupiga kura wakiwa block, I think this time round tutapata good governance, na tuache kuachia wazee sijui mtu wa 90 years anaenda kupiga kura. Hayuko mentally vizuri sana. Actually hadi anasaidiwa. Unakumbuka kwa ile kitabu hicho zikisema wale walikuwa changanywa chaguo, unaambiwa when unataka kuchagua unapatia the opposite one. Ndio unaona. So inakaa siku hizo unaenda mtu mzee anaenda anauliza huyu ndio Rigathi. Sio Rigathi. Huyu ndio Kasongo. Ninataka kupea Rigathi. Anaambiwa ndio Rigathi, ndio Kasongo. Unajua saa hivi. Unajua tukiangalia technology, kuna huyu jamaa mwenye alipigangwa risasi kwa kichwa. Okay, talk of kupewa power and authority. Kupewa power and authority. Unaona kama Kasongo amepatia our jeshi much power to overthrow the people, because si huyu peke yake alipigwa risasi ya kichwa. Kuna mwingine bado unapata hadi kwa Gen Z protest serikali ilikuwa imepewa authority ya kuua, venye mlikuwa mnasema ati piga risasi mguu. Do you think that and all of this inaletwa na technology, because through the social media mobilization tunaona vizuri huyu jamaa amepigwa risasi kwa kichwa, so Gen Z wanakasirika, si ndio? So my last question, do you think that social media is overthrowing traditional politics? Yeah, of course, cause sasa saa hii hautaji emphasis mingi. Kitambo MCA ndio akuja alikuwa take a lot of power, much energy kukuja kwa mashinani kuomba kura. Basi sasa yeye atatumia tu teknolojia. Anakuja tu anasema TikTok, ana post maybe group, anasema kufungulia group ya wana vijana wanarika. Anasema tupatane siku fulani, anawatumia dogo. Mnamuingiza ndani. Okay, maybe to wind up, tunaweza malizia na kila mtu kitu moja kuambia our fellow fans. Robin, as audience, watu wachukue kadi na bana, watu wachukue kadi na watu wakienda kupiga kura msipige na emotions, na we should learn to respect democracy right ya kila mtu. Kama wewe ni wa two term, usipige mtu wa one term juu anasema yeye ni mtu wa one term, na kama wewe ni mtu wa one term, mtu wa two term akisema two term
usimunikele. Wale wa 2 term I think tuko sote hapa. Tuta. Wewe ni Ruto? Sita. Unataka Ruto aende tena? Yeah, mimi ni 2 term. Okay. Wa SP. Ana before vote at least angalia manifesto zinakaa realistic. Juu Thank you. kuna manifesto zingine hadi si realistic but mtu anawaambia tu kuwa baba. Angalia kitu kinakaa realistic then kama ako sawa mpe kura. Yeah. Thank you. Hapo tuko SP ndasema tutumie logic man. Yeah. Tunaambiwa na babu wino like that this man nasimanga use logic do reason. Usiende kuchaguana cause ya mtu. Angalia wewe kwenye uko according to your view. Wewe kulingana na serikali inafanya. Kuwa ni haki kwako. Kama sio haki kwako basi mpe wanta. Kama ni haki kwako basi unaona wewe polisi alikuwa deserve kuua basi pia upigana chance. But mimi according to me I'm a one term fighter. Actually je uko kadi ndio swali yangu nitakuuliza leo. Yeah, and still to add on that tuendelee kushikana. One thing I would like to urge you with the way kuna kitu moja nilisikia wakisema acha nikimalizia comrade tuna drive comrade nini wrong ni ati leo mnaweza kuwa tumeandika one term but still tomorrow another ideology can come and change all our mentality. Sisi wote tukue 2 term. You know that can happen easily because through technology when you lisema. So I would urge kumbuka huyu mama mboga kwa hapo. Kuna mama Rex pahali Rex Masai. Kuna mama ya huyu kuna baba ya huyu mwalimu alikuwa wa high school. Nakumbuka kijana I don't remember his name. Kumbukeni ya. So ukienda hapo kwa ballot hadi kama hujai vote twende tu sisi. Actually to be my first time. Yeah, so that's my last word. I wish all well na hope concentrate na tuende na ile lengo moja. Yeah. So guys, we have been your host in this our platform Plug 7's podcast. And just to wind up, do you think come 2027 we are choosing Gen Z or we are choosing the current system? What's your opinion? Thank you. Laughs and gems to light your day. Drum set heart beat in your chest. New ideas, we do it best. From the block to worldwide. Plug 7 be your guide. This is Plug 7.